karibuni katika Saddam Africa, na hivi leo ningependa tuweze kuzungumzia dalili za saratani ya tumbo, stomach cancer, ya. So dalili za saratani ya tumbo, au watu wengi wanadhani kuwa saratani ya tumbo huwa itaanza ghafla. Umeamka asubuhi unaumwa na tumbo, unaenda hospitali, saratani ya tumbo ndio hiyo ishajitokeza. But in most cases dalili za saratani ya tumbo huwa zinachukua muda, zinaanza kuonekana kidogo kidogo, and the sad thing na huu ugonjwa ni kuwa mara nyingi watu wengi huwa wana ignore hizi dalili hadi wakati wanapoenda hospitalini, wakati imekuwa serious ndio unapata kuwa na saratani ya tumbo na ishakuwa katika kiwango ambacho hata ukitibiwa chances za kupona zinakuwa ziko chini. Kwa hivyo ningependa tuweze kuzikia hizi dalili. Kwa hivyo ikiwa ni mgeni katika hii channel, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like hii video, na ikiwa utakuwa na maswali yote yawache kwenye comment section. Dalili ya kwanza ambayo utaweza kuihisi ni kuhisi maumivu ya tumbo. So ukila chakula kidogo hivi unaanza kuhisi maumivu ya tumbo, ni kama ulikula chakula kibaya. Kama ushakula chakula kibaya ukaanza kuumwa na tumbo, the same kind of pain, ya. Na huo uchungu unaisha baada ya muda. Unaweza usikia leo, kesho ukawa sawa, baada ya siku mbili tena ukahisi. Ukiwa uko na dalili kama hiyo, ni vizuri uwe makini. Dalili ya pili ni kuwa unahisi umeshiba haraka sana. Kwa hivyo unaweza kuwa umesikia njaa etc, but ukichukua chakula ukila kidogo tu unasikia umeshiba. That is also a red flag where there might be a problem with your stomach. Dalili ya tatu ni dalili ambayo itatokea baada ya hizi zingine kuweza kutokea, na ni kupoteza uzito ghafla, yeah. So wewe ni mtu ambaye uko na mwili wako mzima, you are healthy, alafu ghafla uko na dalili zingine, lakini pia umeanza kupoteza uzito ghafla. Hiyo inaweza kuashiria kuwa uko na saratani au there is something wrong with your body. Na dalili ya nne ambayo pia hujitokeza ni kuanza kuhisi kichefuchefu na pia kutapika, na wakati mwingine unaweza tapika ikatoka na damu au hata isitoke na damu. Ukiwa uko na dalili hizi zingine ambazo nimezitaja pamoja na hii, that is something very serious. Dalili ya tano ni kuwa wakati unaenda haja kubwa yako inafanana nyeusi, yeah. So if your stool is black, then that might indicate kuwa unaweza kuwa uko na saratani ya tumbo. And the reason this might be happening ni kwa sababu in most cases if you are having bleeding katika tumbo lako, hiyo damu inapita kwenye tumbo, ina interact na acid, and as a result you end up with the blood that is digested, which is usually black in color. Dalili nyingine ambayo pia unaweza kuipata ni kuhisi kiungulia kikali. So ukiwa uko na hizi dalili zingine ambazo unaweza kuzitaja, and all of a sudden uko na kiungulia ambacho kinarudi sana na hauna ujauzito, then it is very important uweze kuangalia ikiwa uko na dalili hiyo. Vile vile there is something to do na kuhisi kuchoka. So unaanza kuhisi uchovu kila baada ya muda mfupi. So that is something also you need to be very careful about, yeah. Hizi dalili ambazo nimeweza kuzitaja, if you are very keen utagundua kuwa hizi dalili pia zinafanana na magonjwa mengine kama vile ulcers etc. So that is why it is very important uweze kutembelea hospitalini. Lakini kuna baadhi ya tabia ambazo ukizifanya zinaweza kusababisha ukapata ugonjwa huu, kama vile uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kwa wingi, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi na vitu kama vile. One of the most serious things that most people usually do ambao ni makosa sana ni kuweza kuona hizi dalili ndogo ndogo wakiweza kuignore, yeah. So leo unasikia maumivu ya tumbo ama unasikia kushiba haraka na vitu kama hizo, na unaignore, unasikia kichefuchefu na tapika damu na unaignore. Now the problem is in most cases hizi dalili huwa zina accumulate na inafika wakati ambapo zinakuletea madhara kabisa. Ukienda kupima unapata kuwa uko na saratani na ishapita kiwango ambacho ingeweza kutibika. So it is very important, ikiwa uko na hizi dalili tembelea hospitali, utaweza kuangaliwa na utaweza kupewa matibabu yanayostahili. Shukrani sana kwa kutazama, na tuweze kupatana katika video itakayofuata.